Zimetimia saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki, siku ikiwa ni Jumatano tarehe 25 mwaka 2026. Mtazamaji, tunatumai kuwa mwema na mwenye siha. Karibu kwenye habari za TVC 247. Jina langu ni Pauline Atelo. Ungana nasi hadi tamati. Jina langu ni Kauthar Maria. Kwanza kabisa, wacha tupate vidokezo. Mahakama ya rufaa yatupilia mbali ombi la ARA la kuzuia fedha za Sonko, ikimruhusu kufikia mamilioni yake huku kesi ikiendelea. Mvurya atuliza hofu ya Wakenya kuhusu AFCON 2027, akisisitiza maandalizi yako njiani na serikali iko makini. Mahakama Kuu yaamuru fidia ya shilingi takribani milioni 386 kwa waathiriwa wa maandamano Kisumu na kuagiza mageuzi ya polisi. Na Kenha yafungua tena sehemu ya Global Roundabout kwenye barabara ya Thika baada ya matengenezo ya daraja. Na kimataifa ni kwamba Crispin Blunt, aliyekuwa waziri wa sheria wa Uingereza, amekiri kosa la kumiliki dawa za kulevya haramu zikiwemo crystal meth na bangi. Na mtazamaji, hivyo ndivyo vidokezo kwa sasa. Ungana nasi katika habari kamili. Karibu. Mahakama Kuu ya Rufaa imekataa ombi la waraka ya kurejeshea mali ya ARA iliyolenga kuzuia aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kufikia zaidi ya shilingi milioni 50 zilizokuwa zimezuiwa katika kaunti zake za benki. Uamuzi huo unaashiria ushindi mkubwa wa Sonko katika mzozo huo wa kisheria unaoendelea. ARA ilikuwa imewasilisha ombi la kusimamisha utekelezaji wa uamuzi wa Mahakamani Kuu iliyotolewa Oktoba 2025, ambapo mahakama hiyo iliamuru fedha hizo ziachiliwe kwa Sonko baada ya kubaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa zilipatikana kwa njia ya uhalifu. Majaji wa mahakama ya rufaa walieleza kuwa hawana mamlaka ya kusitisha uamuzi huo, wakisema alikuwa amri ya hasi isiyoweza kusimamishwa kisheria. Hivyo basi, ombi la ARA halikuwa na msingi wa kisheria wa kuzingatiwa. Na kutokana na uamuzi huo, Sonko anaendelea kuwa huru kufikia fedha hizo, huku rufaa kuu ikiendelea kusikilizwa mahakamani. Hatima ya mwisho ya fedha hizo sasa inategemea uamuzi wa baadaye wa kesi hiyo. Waziri wa michezo Salim Mvurya ameondoa hofu iliyokuwa imeibuliwa kuhusu uwezo wa Kenya kuandaa mashindano ya AFCON mwaka wa 2027, akisema maandalizi yanaendelea vyema na serikali imejipanga kikamilifu kuhakikisha mashindano hayo yatafanikiwa. Alisisitiza kuwa hatua mbalimbali tayari zimechukuliwa, ikiwemo mipango ya kuboresha viwanja na miundombinu mingine muhimu ili kufikia viwango vya kimataifa vinavyohitajika kwa mashindano hayo pakubwa barani Afrika. Mvurya alieleza kuwa serikali inaishiria kuwa karibu na wizara husika pamoja na bunge ili kushughulikia changamoto za kifedha ambazo zimekuwa zikichelewesha baadhi ya miradi muhimu. Pia alibainisha kuwa mashindano ya majaribio yatasaidia kupima utayari wa nchi. Hata hivyo, licha ya uhakikisho huo, bado kuna wasiwasi kuhusu kuchelewa kwa miradi ya viwanja na malipo kwa wakandarasi. Serikali imeahidi kushughulikia changamoto hizo haraka ili kuhakikisha Kenya inaandaa AFCON mwaka 2027 kwa mafanikio. Mahakama Kuu imetoa uamuzi mkubwa wa kuamuru serikali kulipa fidia ya jumla ya shilingi milioni 386 kwa waathiriwa wa maandamano ya Kisumu waliodai kukiuka kwa haki zao na maafisa wa polisi. Waathiriwa hao waliambia mahakama kuwa walipigwa, kujeruhiwa na kunyanyaswa wakati wa maandamano, hali iliyosababisha madhara ya kimwili na kisaikolojia. Mahakama ilikubaliana nao na kubaini kuwa haki zao za kikatiba zilikiukwa. Aidha, mahakama ilisema kulikuwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi kutoka kwa maafisa wa polisi, jambo ambalo halikukubali sheria
Uamuzi huo umeonekana kama hatua muhimu katika kulinda haki za raia dhidi ya ukatili wa vyombo vya usalama. Mbali na fidia hiyo, mahakama pia iliagiza kufanyika kwa mageuzi ndani ya idara ya polisi ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Uamuzi huo unaongeza shinikizo kwa serikali kuhakikisha uwajibikaji na ulinzi wa haki za binadamu unaimarishwa nchini. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa habari zetu za TVC 247 saa 1 jioni. Ungana nasi tena hapo kesho, kipindi cha saa 1. Jina langu ni Pauline Atelo. Asante sana mtazamaji kwa kuungana nasi hadi tamati. Jina langu ni Kauthar.